Kwa maana hiyo hakuna mtu aliyeokoka atakayehesabiwa dhambi mbele za Mungu, hata mmoja. Huo ndio ukombozi nao kueleza, ambao ukombozi ni msamaha wa dhambi. Hakuna mtu aliyeokoka ambaye Mungu atamhesabia dhambi, hayuko hata mmoja. Hebu somee Warumi 4, soma mstari wa 6 pale na wa 7 mpaka wa 8. Tusome, kila mtu asikize kwa makini. Kama vile Daudi au nenavyo uheri wake mtu yule ambaye Mungu amhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Heri mtu yule ambaye Bwana hafanye nini? Bwana hafanye nini jamani? Hamhesabii dhambi. Ambaye ni mtu gani? Mtu aliyeokoka. Lakini dini itakuambia wewe pamoja na kuokoka kwako unahesabiwa dhambi, kwa hiyo kila siku uziungame dhambi zako. Hawajui kwa nini Yesu alikufa. Hebu somea Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19. Mstari wa 19 ili uweze kuona. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Hebu tusikize kwa makini hapo. Yaani Mungu alikuwa wapi? Ndani ya Kristo. Lengo ni nini? Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Lengo asiwahesabie makosa yao. Rudia sasa vizuri. Rudia sasa. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Akaupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Asiwahesabie makosa yao. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anateswa, Mungu alikuja akaingia ndani ya Yesu Kristo. Sikiliza. Ukisoma hiyo sura ya 5 ya Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 unazungumzia wewe kuwa ndani ya Kristo. Unasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Huyu ni mwanadamu ndani ya Kristo. Halafu Mungu amesema we Mungu na mwanadamu si mmetengana, mimi nataka niwapatanishe. Ili mpatane wote lazima niwalete ndani yangu. Akamchukua mwanadamu akamuingiza ndani yake. Alafu akamtafuta. Mungu uko wapi? Ni Yesu huyo, sawa? Si umefarakana na huyu mtu? Wewe uko wapi? Akamchukua. Mstari wa 19 unasema sasa Mungu naye akaja akaingia ndani ya nani? Ndani ya Yesu Kristo. Lengo ni nini? Kupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ili asifanye nini? Asiwahesabie makosa yao. Na ndio maana akasema heri waliosamehewa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Huyu ni mtu gani? Mtu aliyeokoka. Haleluya. Je, mtu aliyeokoka hawezi kukosea? Hawezi kufanya dhambi? Anaweza kufanya dhambi. Anafanya dhambi gani? Isiyo ya mauti. Anafanya dhambi gani? Isiyo ya mauti. Na je, akifanya anatakiwa afanyeje? Aungame? Anatakiwa ungame? Anatakiwa ajue kwamba nini? Yesu alishaifia dhambi. Nimesema suala la dhambi ni la kisheria. Huwezi ukasema eti kwa kuungama dhambi eti umesamehewa dhambi. Ni suala la kisheria. Hautafika mahakamani, hakimu nisamehe, eti imeisha hiyo. Hapana. Hamjanielewa. Hapa tuna mwanasheria yuko pale. Anaelewa. Eti kule mahakamani tunaweza kuambiwa, unaweza ukafika tu ukasema naomba unisamehe ukaachiliwa. Mwanasheria amethibitisha. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Na ili ujue kwamba ni la kimahakama. Sawa? Sawa? Sikiliza. Tuna advocate leo hapa. Twende Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Nataka nimalize nikupeleke mahali alafu tuje tuombe ili uweze kuona kwamba alichokufanyia Yesu ni kitu kikubwa kuliko unavyofikiria. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Tuone lugha ya kimahakama juu ya dhambi. Anet. Unajapata? Wadogo na watoto wangu wadogo. Na waandikia haya kwamba msitende dhambi. Kama mtu akitenda dhambi, aungame dhambi. Hebu subiri kwanza. Na kama mtu akitenda dhambi, aungame dhambi. Watu wa Mungu aungame dhambi. Anatakiwa afanyeje? Ajue kwamba tunaye twende mwombezi kwa Baba Yesu Kristo mwenye haki. Sasa ili tuipate vizuri kwa kimahakama zaidi, mwenye Biblia yenye Kiingereza ni nani hapa? Atusomee Kinge pale. Tusomee Yohana wa kwanza
Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Twende pale. My little children, these things that I write unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Sikiliza vizuri kwa makini. My little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Kwa nini amesema hivyo? Sikiza kwa makini. Watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, asiungame dhambi, bali ajua kwamba tunaye mwombezi. Ile mwombezi nimeitaka kwa Kiingereza inaitwa nani? Advocate. Sasa wanasheria wanaelewa advocate ni nani? Eti mwanasheria tusaidie. Tunatoka hapa tunaenda mahakamani, halafu wewe ni advocate wangu, halafu hakimu ni wakati wangu wa kusema, nataka anisimamishe tu nianze kusema. Nitasimama mimi? Atasimama nani? Wakili ambaye ndio nani? Ndio advocate. Sasa Yesu alichokifanya, alikuwa yule mwana kondoo ambaye tumeungama dhambi zote juu yake. Kwa hiyo Mungu haniangalii mimi, atamwangalia wakili wangu. Umenielewa vizuri eh? Mungu hata niangalia mimi, atamwangalia wakili. Je, amekidhi vigezo? Kama wale wana mbuzi waliokuwa wanatolewa kule, hatakiwi awe kilema, hatakiwi awe na dosari. Okay? Kama ana dosari, hamsamehewi dhambi. Kwa nini? Sio suala lako wewe, ni suala la ulichotoa. Sasa Mungu akaamua mtoe Yesu Kristo. Lengo ni nini? Aje awe advocate, aje awe wakili wetu. Yeye ndiye mwanasheria wetu atakayesimama. Kama Mungu akikuingiza wewe motoni, inabidi apologize kwa Yesu, aombe msamaha kwa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yeye alifanywa dhambi. Hebu sema alifanywa dhambi. Maana yake Biblia inasema yeye asiyejua dhambi Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu sisi, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Maana yake Yesu alichukua dhambi zote, kama yule mbuzi alivyochukua zile dhambi zote, akatengwa na watu, akachukuliwa akapelekwa jangwani. Ndivyo Yesu alipochukuliwa katika ile njia ya Golgotha. Alikuwa anatembea akiwa amebebelea dhambi zetu zote. Alipofika mahali pa kumtesa, walimtoa wakampeleka nje. Maana yake nini? Alikataliwa kwa ajili yetu, alichukua makosa yetu, aliadhibiwa kwa ajili yetu, kwamba adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya, haleluya. Mmenielewa vizuri? Lakini kuna watu mpaka leo wamebelea jukumu hilo. Sasa ukombozi katika Sayuni ulishatoka mara moja kwa Yesu Kristo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ili Mungu aweze kukukomboa lazima kuwe na agano. Hamjanielewa? Lazima kuwe na nini?